Asante sana Musalia, tafadhali tuketi chini. Asante sana. Baba wetu Askofu Charles Silitwa na viongozi wote wa kanisa hapa, ndugu viongozi wote wenzangu na watu wa Kakamega, waumini wa Kristo na Kakamega yote ya mjambo. Kakamega mulembe. Muri mwoyo. Muri baramu. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu isomiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi, asanteni sana. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi tufike hapa Kakamega siku ya leo. Nataka nimshukuru askofu alinitembelea, tukaongea mambo ya diocese yetu ya Maseno North, mambo ya ujenzi wa kanisa lenu, maneno ya hii mjengo ambayo tumekujia leo ili tuweze kushirikiana katika ujenzi na kuikamilisha, na mambo yale mengine mengi ambayo tuliongea na askofu na kamati yake ya maendeleo ya diocese ya Kakamega. Na nimefurahi sana leo kufika hapa tujumuike pamoja katika ibada na vile vile katika shughuli ambayo iko mbele yetu. Wacha nichukue nafasi hii kwa mara ya nyingine tena kwa watu wa Kakamega wote. Tulikuja hapa tukaomba kura zenu, mkawa ni watu wangwana, mkawa ni watu wa imani, mkatupatia kura zenu. Mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Kwa zile kura mlinipatia, mimi nawashukuru sana, asanteni sana. Mulinipigia pia na ma MCAs wachache na wabunge, mukani namna hii. Lakini kwa yote haya mimi nasema jameni, asante sana. Na mimi nataka mjue ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, tutahakikisha ya kwamba mambo ya Kakamega County imeshughulikiwa, ikiwemo katikati ya mambo ya Wakenya wengine wote. No part of the Republic of Kenya will be left behind. Tutatembea pamoja. Mimi vile vile nataka niwashukuru kwa ile kazi mumekubali tushirikiane nayo kufanya. Tuko na spika wetu wa bunge la kitaifa ambaye anatoka katika sehemu hii, anatusaidia katika kuendesha mambo yetu ya serikali. Tuko na prime cabinet secretary ambaye ananisaidia kusukuma pande ya executive, na wale wengine wengi ambao tunashirikiana na wao, na vile vile viongozi wale wengine wote, wabunge wenu, gavana wenu, senator wenu. Sisi wote ni kundi moja ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele, na tunafanya kazi pamoja. Nataka mjue kama watu wa Kakamega County ya kwamba vile nitafanya sehemu zingine za Kenya, MCAs wenu, wabunge wenu, gavana wenu, mimi niko tayari kufanya kazi na wao ili Kakamega isonge mbele wakati Kenya inasonga mbele. Maneno ya sukari, wizara ambaye inahusika wameketi chini na governors. Nimewaambia pia wameketi chini na wabunge. Sasa nimeweka mpango sawa, kwa sababu hatutaki tena ile tunafanya alafu inarudi nyuma. Tumeweka pesa nyingi hapa Mumias, karibu bilioni 4-5, lakini bado inaenda kwa shimo. So this time round we must get it right. Ama namna gani jameni? Wanasema wazungu, wazimu ni kurudia ile kitu unafanya kila siku na unangojea matokeo tofauti. Sio ni kuwa wazimu. You cannot do the same thing over and over again and expect different results unless you are mad. Tunaelewana? So we must do things differently. So kwanza iko deni kubwa ya karibu bilioni 60 ya hizi kampuni zetu 5. Nitapeleka maneno kwa bunge shortly. I'm just organizing it. Tapeleka maneno kwa bunge, ili bunge ilifanya write off, lakini ilifanya write off nusu. Mimi nataka kuprepare the whole thing
tupeleke bunge, ile madeni yote ya serikali tuondoe kwanza, karibu bilioni 50 hivi, hiyo tutaondoa. I hope nikilete bunge, tafadhali msipinge please. Mkuje mupitishe, si namna hiyo, tuondoe madeni. Alafu ile itabaki maneno kidogo hapo, niko na mpango ya vile tutashirikiana na tutakubaliana, because we must get it right this time round. Na hii kiwanda na ardhi yenu, mimi nataka mjue haitaenda barabara ati ya privatization, ati shamba mulitoa ibebwe na mtu. Hapana, we are not going that way. Shamba itabaki ya wananchi wa Kakamega. Shamba ile ya Bungoma itabaki ya wananchi wa Bungoma. Shamba ile ya kule Nsoni namna hiyo. Lakini tutafanya mpango ambayo itafaidi wakulima. Pia lazima tupate kitu kwa hii shamba. Wananchi wa Kakamega, they have never earned anything as a county apart from the jobs. Hakuna kitu county imepata. Mimi nataka this time round kuwe na pesa ambayo itakuwa inakuja county, mupange vile itatengeneza barabara, ama vile italipa basari, ama vile itafanya kazi fulani ya watu wa Kakamega county. The same thing in Bungoma, the same thing in Soni, the same thing in all the other places, Miwani, kule Chemelil, Muhoroni. That's what we are going to do. Na nitatoa mwongozo wa serikali na ngojea nipeleke kwa cabinet, alafu tutakubaliana vile tutaendelea pamoja. So mambo ya Mumias, wewe Secretary General, kala pole pole, pole pole, tutasukuma mpaka iende vizuri. Sijui kama tunaelewana, tuko pamoja, tula Kenya mbele. Mwisho kabisa, si tumekubaliana tupange ajira ya watu jameni? Nimewaambia tunapanga na wale wanatoka nje, tunapanga na mambo ya digital, na tunapanga na mambo ya housing. Pale kwa housing, hapa Kakamega, mpango yetu ni kujenga nyumba 10,000 hapa Kakamega. Na niko na sababu. Nataka mniulize sababu gani unataka tujenge nyumba? Si ndio? Kwa sababu watu wengi wananisumbua, wananiambia wewe uko na haja gani? Hii manyumba unatusumbua naye, nani alikwambia tunataka nyumba? Ndio wananiuliza hata na hao wabunge wengine. Sikizeni. Tuko na sababu ya kujenga manyumba Kenya. Ile program yetu ya housing, kiini yake kubwa sio nyumba, kiini yake kubwa ni ajira. That's what we are looking for. Kwani mnafikiri nyinyi mtatoa wapi kazi ya kupatia hawa vijana wengi hawa? Si lazima kuwe na mpango. So agenda ya kwanza ni ajira. Kupitia hii manyumba 200,000 kila mwaka, mimi natarajia kutengeneza kazi 1,000,000 Kenya. Hawa vijana wanaishi hapa Kakamega. We want to build 10,000 houses as phase 1. Katika hiyo 10,000 houses nahitaji vijana kati ya 40,000 na vijana 50,000 wa Kakamega County. Ama nyinyi ni watu wa kuchagua kazi? Nyinyi ni watu wa kuchagua jembe? Si kazi ni kazi. Na hiyo kazi inaanza kwa factory. Wale wanatengeneza simiti watapata, tutaongeza watu wa kutengeneza kufanya kazi kwa factory ya simiti, accountants, nini. Wale wanatengeneza kwa kazi ya chuma, tunaongeza watu wa kutengeneza factories ya chuma, because we need to grow our manufacturing. Mpaka quarry, mpaka wapi, mpaka masons, mpaka carpenters, mpaka electricians, engineers, architects, quantity surveyors, hiyo group yote watu 1,000,000 nataka tupange kazi. That is why we have to do housing, number 1. Number 2, tunataka kuongeza manufacturing Kenya. Katika hii mpango ya housing, tutazalisha nafasi nyingi ya manufacturing katika factories zetu. Kule factory ya kutengeneza simenti, factory ya kutengeneza mawe, factory ya kutengeneza mabati, factory ya kutengeneza chuma, factory ya transport. Wale watu watatusaidia, makondakta na transport, na wale watu wote wako na malori na nani, tunataka kupanga manufacturing. Jambo la 3, tunataka kuhakikisha ya kwamba hiyo mpango yote,
kwa sababu hapa Kakamega tusipofanya mpango ya housing, hii shamba tuko naye kwanza kwa Musali hapa Vihiga karibu inakuwa rural slum. Eka ilikuwa 5 imekuja 2, inatoka 2 inakuja nusu, inatoka nusu inaenda wapi? Naenda point 50 by 100, si ndio? Na hiyo ni shamba ambayo tungetumia kuzalisha chakula. We must reverse the land fragmentation that is threatening our food security. We must reverse. Tunataka hii Malava shamba kubwa ipaki ya kuzalisha chakula. Badala ya kukatia mtoto ati aende jenge hapo, tujenge manyumba kubwa hapo kwa center wakae hapo. Tuzalishe chakula, kila mtu akae kwa shopping center hapo tunakaa. That is what other people are doing. Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja? Sasa tunalalamika ati bei ya unga imepanda. Sasa bei ya unga imepanda na wewe shamba ile badala ya kulima chakula umegawa, umejenga nyumba, umeweka kaburi, umeweka nini imepotea. Sasa njaa tutahepa njaa namna gani? Kama ile shamba ya kuzalisha chakula tumeenda kukatakata, watu wanaishi imekuwa kijiji. Ama namna gani? Lazima tuambiane ukweli. Ama namna gani my friends? Ndio sababu program ya housing itatuokolea mashamba ambayo ya kuzalisha chakula, ibaki ya kuzalisha chakula, watu waishi mahali ambapo tumepanga hiyo mambo ya housing. Hiyo ni sababu yangu ya 3. Sababu ya 4, watu milioni 7 Kenya wanaishi kwa slums. Mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima, na usiseme ati sio kazi yako. Wale wanaishi ni watoto wetu. Wewe mtu ya Kakamega, hata kama wewe ni mwalimu hapa, mtoto wako atapita mtihani, aende university, aende kazini. Akifika Nairobi, si ataenda kuishi Kibera kama hakuna mahali nyingine ya kuishi? Ama namna gani? Umepata hasara, hujapata hasara? Akienda Kisumu, Eldoret, ama akuja hapa Kakamega town, si anakuja kuishi kwa kijiji ambaye haina maji? So we must have housing so that we can eliminate slums in Kenya. Mumeelewa kwa sababu gani ndio tukue na housing? Bado mko na maswali na mimi? Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Unajua hii kazi lazima nifanye kwa sababu mnanisumbua na mimi napanga maneno ndio Kenya ikae mzuri. Na unajua, sikizeni, hawa watu wote wa Kiingereza mingi wanatuambia unajua tunataka Kenya ikae kama Singapore. Tunataka Kenya ikae kama Malaysia. Unajua Asian Tigers walikuwa namna hii, sasa namna ile. Sasa mimi nataka niwaulize, ile Singapore, Prime Minister wa Singapore alikuwa Kenya hapa 2 months ago. Singapore ilikuwa slum kama Kibera. Leo ni first world katika dunia hii, kwa sababu walipanga, wakafanya mambo yao ya housing, wakafanya mipango ingine. Sasa mimi nataka niulize nyinyi wa Kenya, kama mnataka tuwe kama Singapore, ama mnataka tuwe kama Malaysia, ama hata tuwe bora kuliko hao wote, we must make the decisions they made. Hatuwezi kuwa kama Singapore, kama kazi yetu ni ku make convenient, unajua, unaweka sufuria kwa kichwa, unaenda kwa barabara hapo, unatangatanga, alafu unarudi. Kenya itabadilika namna gani na sufuria kwa kichwa? Hapana. Hiyo mchezo tuache. Ama namna gani Kakamega? Waulile. So, hiyo ndio mpango. Sasa mimi nataka niwaulize, iko njia mbili ya kupeleka Kenya mbele ama nyuma. Njia moja ni ile Kibaki alibanga, alichukua usukani, ushuru ilikuwa 200 billion, akaongeza, akapanga, tukalipa. Wakati ameondoka ilikuwa imefika 900 billion, karibu 1 trillion. Si namna hiyo? Hiyo ni njia moja, tukusanye ushuru. Njia ingine ni hii ya watu ya handshake. Wamechukua deni yetu ilikuwa 4 trillion. Ndio hiyo deni saa hii imefika karibu 9 trillion. Ndio hiyo Kenya karibu inapigwa mnada. Nyinyi mnataka tuendelee hii barabara ya kwenda kwa mnada ama tuendelee ile ya Kibaki ya kusanya ushuru na Wakenya wenzetu? Simple, hakuna story mingi.
Mimi nauliza nyinyi Kakamega. Nauliza nyinyi Kakamega, mnasema tuende barabara hiyo ya kuteleza ya kwenda kwa madeni ama tukusanye ushuru kila mtu alipe? Si tukusanye ushuru kila mtu alipe? Ama mnasemaje? Ndio. Jambo la pili nataka niulize nyinyi pia, kwa sababu sitaki mseme ya kwamba ati mimi nafanya sijui. Hapana, lazima tuelewane. Tumekubaliana? Nimesema vile vile hakuna haja ya sisi kama Kenya tunaenda tunaagiza simiti, watoto wetu wanahangaika barabarani kwa sababu hakuna nafasi ya kufanya kazi kwa factory yetu, kwa sababu simiti tumetoa sijui nchi gani. Nimesema wale wanatoa simiti nje walipe ushuru, kwa sababu tuko na uwezo ya kutengeneza simiti yetu tukitumia watoto wetu wapate ajira. Tunaleta samaki mpaka kutoka China, imagine. Nimesema watu ya kuleta samaki kutoka nje wapotee, tutavua samaki zetu hapa. Ama namna gani? Furniture, ati kitanda na meza hii ya kutengenezwa hapa Shibuya hapa. Ama ni wapi hapa? Hapa. Sasa wewe Kamala, mimi nataka nikuulize my brother. Yaani sasa kitanda inaweza kutengenezwa hapa Kakamega na vijana wetu. Meza, kiti tunaenda tunaagiza kutoka China. Kweli sio ni ujinga? Ama inaitwa nini? Ndio nimesema wale wanalete viti sijui furniture kutoka India, sijui kutoka China, sijui kutoka wapi, walipe ushuru. Tuko na vijana wa kutosha Kenya, wameenda kwa polytechnic, wameenda TVET, wanaweza kututengenezea furniture katika taifa letu la Kenya. Kwani iko makosa hapo? Sijui kama tunaelewana. Nimesema wale watu wa kutengeneza chuma, wale mnalete chuma kutoka nje ambaye tunaweza kutengeneza hapa Kenya, tuko na vijana wanaweza kutengeneza chuma yetu, nyinyi mtalipa ushuru if you insist ya kulete hizo vitu kutoka nje. We will do it in Kenya. Ndio ajira ipatikane kwa watoto wetu. Ama namna gani? Sasa mimi nataka niulize nyinyi, tuelewane bani. Tuelewane. Sasa hawa wabunge Tuesday wako bunge, wapige kura wapitishe ama waangushe? It's just as simple as that. Mimi nataka nijue kama wewe ni mbunge, wewe unaenda kupiga kura ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega waendelee kung'ethi hapa, hakuna kitu wanafanya? Ama unaenda kupiga kura ati samaki iendelee kutoka sijui wapi, vijana wa Kenya wakwame? Ama unaenda kusema ati simiti itoke nje sijui chuma sijui nini, vitu ambaye tunaweza kutengeneza hapa Kenya? Bana. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So my friends, yani hii maneno tu ni wazi namna hiyo. Wacheni Kiingereza mingi nini sijui nini, sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani. Wewe unaandikiwa barua na chama, na hawa wenye walikupatia kura barua yao umesoma? Hawa ambao wanataka kazi barua yao umesoma? Ama ni aje? Ama ni namna gani? Soma barua ya wale watu wamekuajiri my friend. Na hawa watu wamekuajiri wanataka ajira, si ndio? Na sasa niwaulize ya mwisho, kwa sababu nafikiri ama niendelee? Wacha niseme ya mwisho. Sasa nataka niwaulize, kwa sababu hii dunia iko na maneno. Sasa mimi rais, hawa wabunge, gavana huyu prime cabinet secretary, hii watu wote MCAs, sisi tuko na mshahara. Nani kutuandika kazi? Nani kuandika kazi sisi? Si ni nyinyi ndio mnatuandika kazi? Mshahara yetu inalipwa na nani? Si nyinyi ndio mnalipa mshahara yetu? Sasa tukisema 3% ya mshahara tunalipwa na hao wananchi, tutoe 3% ili tuwe na housing, vijana 1,000,000 wapate ajira. Mtu unakwama na 3%, kwani hata una utu? Na huyo mwenye anaitisha hiyo 3% ni ule amekuajiri,
anakulipa 97%, anasema ubaki na 97%, nipatie 3%, hawa watoto tuwapangie ajira. Hawa watu watoe 3% ama wasitoe? Sindio? Tukianza na mimi ama namna gani? Si ni mimi wenyewe nitaanzisha mbele? Mimi, hawa waheshimiwa wote, heshimiwa MCAs, wa madaktari, walimu, wale watu wote mpaka wale chief na assistant chief tunalipwa mshahara na hao wananchi police. Hawa watu tuwatolee pesa bwana, watoto wao pia wapate kazi. Tuache mchezo. Hii siasa kidogo kidogo tuachane naye. Ama mnasemaje Kakamega? Na mimi nimesema mimi ndio nitakuwa mstari ya mbele ya kutoa hiyo 3%. Ama namna gani? Ndio tupange ajira ya watoto wetu wa Kenya. Na mtu asiseme ati unajua sasa kama mtu hana kazi, how is it my business? Bora mimi nimepata kazi yangu. Sasa niwaulize jameni. Wewe kama unauliza how is it your business? Ati mtoto ya mtu mwingine apate kazi. Wewe ujui ya kwamba hiyo kazi uko naye. Ni kwa sababu you have that job, that is why yule mwingine hana. Hii kazi ya rais inaweza kufanywa na watu wengi. Kazi ya mjumbe inaweza kufanywa na watu wengi. Ama namna gani? Lakini kwa sababu mimi ni rais ndio mwingine amekosa. Kwa sababu huyu ni MCA ndio mwingine amekosa. Kwa sababu mbunge ndio ule mwingine amekosa. Sasa wewe usikue na kiburi ati kwa sababu uko naye. Ule ambaye hana kwa sababu wewe uko naye. Ama ama ni namna gani Kakamega? Tumeelewana? Tatembea pamoja? Lakini nyinyi si nyinyi ndio mnapigianga hawa watu makofi wakisema ati wanapinga finance bill. Nyinyi ndio mnapiga makofi. Na ndio mnajua mnatisha hawa watu mpaka sasa wanatoroka, wananiwacha peke yangu mimi nahangaika kwa sababu mmewapigia makelele. Ama ndio hawaelezi vizuri ama nini? Kueleza ndio hiyo shida. Haya, nitapanga hawa ndio waeleze vizuri, ndio tupatane, ndio tuende mbele Bishop. Unisamee, unajua sasa mimi nimekuwa mwalimu ya kufundisha watu ndio Kenya isonge mbele. Hii Kenya itakwama kama hatutaongea vizuri na hawa watu. So naomba msamaha kidogo, nimechukua kwa kirefu, lakini nilifanya hivyo ndio nisaidie hawa waheshimiwa wenzangu. Unajua hawa waheshimiwa wenzangu nataka tusaidiane. Na nikipika nataka nisukume hii gurudumu ndio iwe rahisi kwao kidogo. Si namna hiyo? So otherwise mimi nimefurahi sana kufika hapa Kakamega. Askofu, nimekusikia umesema hawa wenzako wakuvumilie kwa sababu wewe uko around mpaka 2040. Kwa hivyo wakuzoee kwa sababu inaonekana utakuwa around. Mimi kama ningeambiwa nitakuwa around mpaka 2040, sijui ningekaa namna gani. Unaona vile nahangaika na hii ya kusukuma hii yetu. Ukipata 5 years una sweat. Ukiongezewa 5 unasema wacha itoshe, wacha mimi niende nyumbani. Heri hiyo yako unaweza kusukuma mpaka 2040. Hii yetu hii ni ngumu. Hata hawa waheshimiwa wanajua. Hii yetu iko tabu. So otherwise mimi nimefurahi sana kwa Kakamega. Mimi ngawaja nimeongea mengi, mnisamee. Unajua mtu akiwa ni shemeji akiongea mingi mnaweza kukujia ule mama halafu nikose mpango. So nitapunguza siku nyingine. Si ndio? So mashemeji wangu asante sana, nimefurahi sana kufika hapa nyumbani. Na waomba tushirikiane ndio tujenge Kenya, tubadilishe nchi yetu. Sisi wote tutafaulu kwa pamoja. Hii ingine yote tutashirikiana. So asante sana askofu. Sasa kwa sababu tumeongea mambo mingi, sasa ni wakati ya kutoa pesa. Si ndio? Sijui tutaanza namna gani, nani ataongoza hii maneno? Na Bishop, nilikubaliana na wewe pale Likuyani
mahali mimi na huyu Musalia tumetoa bibi zetu. So pale Likuyani uliniambia ya kwamba mko na shamba ya mnataka kufanya avocado. Mimi ni mkulima, naelewa hiyo maneno. Nitapanga hiyo eka 10, nitawapangia vizuri. Alafu mutaendelea na hiyo kazi vile tulikubaliana. Mheshimiwa Chairman, mimi nataka pia tukimaliza hii harambee utakuja nikupange vizuri ndio tujue vile tutakamilisha hiyo nini. Tukiendelea vile tunaendelea, Yesu anaweza kurudi kabla hatujamaliza. Tutaenda hasara. Unajua Yesu akirudi kabla hatujamaliza tutaenda hasara. Inafaa tupange vizuri ndio tukamilishe hiyo kazi haraka. Nitakuja nikupatia mawazo kidogo, alafu Bishop ataombea ndio tuone vile itasonga mbele. So oriomuno Nyasaye amulinde. So wewe ndio utaendesha ama nani? Very good. Aya, huyu chairman amesema kanisa yetu ya SCK Maseno North tayari wamekusanya shilingi milioni 4. Wapigie makofi.